Nini maana ya blockchain? Nini maana ya cryptocurrency? Haya maswali mawili ambayo umekuwa ukijiuliza kwa wakati mrefu kidogo, ninakwenda kuyajibu kama ifuatavyo. Twende na mimi. Nitaanza kujibu kuhusiana na nini maana ya blockchain. Tena baada ya hapo nitakujibu na nitakufanulia kuhusiana na nini maana ya cryptocurrency. Kwa tunaposema cryptocurrency na tunaposema blockchain tunamaanisha nini? Kwanza nianze na blockchain. Blockchain tunasema kwamba ni teknolojia ambayo inatumika katika ufanyaji wa miamala ama uthibitishaji wa miamala kati ya mtu na mtu pasipo kuwepo na mtu kati. Swali la pili, mtu kati ni nani katika hii teknolojia? Mtu kati tunazungumzia benki, lakini pia tunazungumzia serikali, sababu uchumi wote wa dunia kama tunavyotambua kwamba huwa unakuwa controlled ama unatawaliwa ama unaongozwa na kusimamiwa na serikali pamoja na mabenki tofauti. Kwa mfano kama Tanzania, taasisi ya serikali ambayo inasimamia uchumi ni BOT, Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia ukiangalia kuna benki nyingine nyingi ambazo zinashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba wana control uchumi. Wana control nini? Wana control ya price fluctuation au kushuka na kupanda kwa bei, lakini pia wanakuwa na sera ya fedha na sera ya uchumi ambazo zinakuwa zinasaidia kuongoza uchumi kwenye nchi. Sasa tunapozungumzia blockchain, maana yake yenyewe inakuja ku eliminate utofauti kati ya blockchain na hivi vitu viwili, benki na serikali. Yenyewe blockchain inakuja ku eliminate ama inakuja kuondoa yule mkakati ambaye ni serikali na benki. Kwa tutafanya muamala, lakini hakutakuwa kuna udhibiti wa serikali pamoja na benki. Kivipi? Unapofanya muamala kupitia benki ama taasisi nyingine ya kifedha, lazima wao wadhibiti muamala wako na wauruhusu. Na wanapodhibiti muamala wako na kuruhusu, lazima kuna makato wanakuwa wana charge. Zile charges wakati mwingine huwa zinakuwa ni kubwa. Utashangaa watu wanalalamika kwamba makato yamekuwa makubwa, makato yamepanga. Hiyo ni benki imeshafanya mambo yake. Kwa benki, kama tunavyojua kwamba benki zipo kwa ajili ya kutengeneza faida. That's why inapelekea wakati mwingine wanapoweka charges, inapelekea watu wanaanza kulalamika kwamba makato yamekuwa makubwa. So hiyo ni benki. Lakini tunapokuja kwenye serikali huwa wakati mwingine inaweza kuongeza tozo. Inaongeza tozo kwenye miamala tunayoifanya, kama tulisikia mwaka uliopita Wizara ya Fedha iliweza kuongeza tozo na ikapelekea watu wakawa wanalalamika sana kwamba tozo zimeongezwa kwenye miamala ilikuwa juu sana tunapofanya kupitia benki, kupitia M-Pesa na kadhalika. Sasa yote hayo, huyo tunayesema kwamba mtu kati katika blockchain anaondolewa, ndio hiyo serikali na benki na makato yake. Unapotumia teknolojia ya blockchain, kwanza yenyewe ina mfumo wa kujitegemea au tunaita decentralized. Maana yake yenyewe ina sifa ya kuwa na mfumo wa kujitegemea. Ni mfumo uliotengenezwa katika namna ambayo mtu akishaweka programu yake kwenye blockchain, hakuna tena mtu mwingine anaweza kaja akabadilisha. Hata yeye mwenyewe aliyeweka hawezi tena kubadilisha alichokiweka. Ni mfumo unaofuata kanuni fulani za kiteknolojia ili kuhakikisha kwamba miamala inafanya. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo iko imara sana na teknolojia nzuri sana ambayo imekuja kwa kasi, na nataka nikwambie kitu kimoja, teknolojia inapokuja hauwezi kuikwepa. Unaweza kuikataa kwa muda fulani, lakini mwisho wa siku utaikubali. So ili blockchain iweze kufanya kazi, haiwezi kufanya kazi peke yake. Tunarudi kwenye kitu kinachoitwa cryptocurrency. Cryptocurrency, kwa nini cryptocurrency na nini cryptocurrency? Cryptocurrency kwa jina lingine huwa tunaita sarafu pepe au tunaita sarafu mtandao kwa lugha ya Kiswahili. Ni kwa nini inaitwa hivyo? Ni kwa sababu yenyewe inakuwa kwenye mfumo wa token au tunasema ni sarafu ambazo zimetengenezwa zinakuwa zinasamanishwa na thamani ya fedha halisi, lakini zenyewe zinakuwa yenyewe haina thamani, lakini inasamanishwa na fedha kwa sababu haishikiki. Kwanza sisi haishikiki, inakuwa kwenye mfumo wa token. Unapokuwa na sarafu fulani ya mtandaoni, unakuwa na mfumo wa token ambazo zinakuwa ziko mtandaoni. Sasa kuna mfano mwingi sana wa hizo sarafu mtandao. Kuna Bitcoin ambayo ndio sarafu mama, kuna TAI, kuna Ethereum, kuna XRP, kuna BNB, ziko nyingi sana, ziko nyingi. Sasa zote hizo zinakuwa ziko na thamani fulani na zinakuwa ziko free kwenye market au ziko huru, hazitawaliwi. Hapa katikati hakuna serikali inayo regulate. That's why nilikwambia kwamba teknolojia blockchain yenyewe ina run for free. Na hizi sarafu sasa, yani maana yake teknolojia ya blockchain yenyewe ndio inafanyika kama kifaa kinachoendesha ama kinacho run hizi cryptocurrency. Nimetumia kifaa, lakini teknolojia hii inakuwa kwenye mfumo wa software. Maana yake hii sarafu mtandao wenyewe
inakuwa run down na process zote zinafanyika ndani ya teknolojia ya blockchain. Kwa unapofanya muamala wako, kinachotunza taarifa, kuna kitu kinaitwa cryptography, ndio kinatumika kutunza taarifa kwenye faida unayoweza kuipata kupitia teknolojia ya blockchain na unapotumia hizi cryptocurrency. Faida ya kwanza, security, ama tunasema ulinzi ama usalama wa fedha zako, usalama wa assets zako. Hili swala la usalama wa assets zako au mali zako ni kwamba unapotunza huko, kuna wallet ziko za aina nyingi, wallet za kiteknolojia, kuna trust wallet. Sasa ziko za aina kama 3 au 2. Kuna hot wallet na cold wallet. Tunapozungumzia cold wallet, zenyewe zinakuwa kama hard disk, zinakuwa mfumo wa hard disk, kwa zenyewe unakuwa unaweza kutunza crypto zako mle ndani, lakini katika mfumo wa hard disk. Lakini tunapozungumzia hot wallet, hiyo inakuwa ni mfumo wa software, ni kama application fulani, unaweza kutunza sarafu zako kule na inakuwa ina operate ikiwa iko connected na internet. Kwa hiyo hiyo ni nini? Ni sehemu ambayo unaweza kutunza fedha zako, kutunza mali zako, na watu wengi wanatunza sarafu kule. Na unapotunza kwa muda fulani, pia faida nyingine, kwa sababu hizi sarafu ni sarafu ambazo hazikontroliwi kama labda shilingi ama kama dola, US dola, hazikontroliwi hapa katikati kuwa regulated na benki ama serikali. Zenyewe zinaongozwa na community, watu wanao adapt kwenye market, zenyewe ndio zinapoongeza. Kwa hiyo inaweza ikapanda thamani kwa kasi kubwa sana au ikashuka pia thamani sana. Sasa unapokuwa umezinunua kwa muda mrefu na ikatokea inapanda thamani, watu na adapt kutokana na ubora wake ama uzuri wake, inaweza ikapanda thamani sana. Kwa mfano hapa naweza nikazungumzia sarafu kama Bitcoin na Ethereum. Bitcoin wakati inaanza kwa mara ya kwanza ndio imekuwa ni sarafu ya kwanza kabisa kugunduliwa. Bitcoin wakati inaanza ilikuwa inauzwa dola 0.002 mwaka 2009. Lakini leo tunapozungumza Bitcoin moja inauzwa kwa dola 100,000 na kuendelea. Kwa unaweza kaona ni namna gani ambapo inaweza kupanda thamani. Kwa watu ambao walitunza kipindi kile mwaka 2009, hata kija kuangalia leo anakuta ni multi-millionaire kwa sababu ameweza kutunza utajiri mwingi sana kupitia hiyo sarafu. Kuna fursa nyingi sana zipo huku ambazo unapokuwa unajifunza na ukiendelea kutufuatilia moja kwa moja kupitia vipindi vyetu tunavyoviachilia YouTube, kwenye YouTube channel yetu, ukiendelea kufuatilia Facebook, Instagram, lakini pia ukitaka tukupe coach, unaweza kuwasiliana na sisi, utajifunza zaidi na utaweza kufahamu faida ya hivi vitu tunavyozungumzia. Kwa kumalizia, kuna picha nilikuwa nimeiandaa hapa. Unaweza pia ukaona blockchain inakuwa katika mfumo wa namna hii. Manake zinakuwa ni kompyuta ambazo zimekuwa connected katika mfumo wa nodes. Hizi ndio kama nodes. Lakini pia hizi ndio kama chain zenyewe ambazo zina connect hizo blocks. Kwa hiyo inapokuwa kama katika namna hii, manake ina guarantee kwamba security yake inakuwa ni kubwa sana. Na nimeshasema kwamba blockchain ziko za aina nyingi sana. So guys, I appreciate you, I really love you. Endelea kufuatilia vipindi vyetu, ninawapenda sana.